Musiri Champion TV. You are my champion. Nafikiri kama tunaweza tukaanza mkutano hata kama kuna umoja katika sisi hajaonekana. Lakini najua muda wote kwa sababu tulishamtumia link na program anaijua, labda kuna kakitu fulani kanamsumbua. Labda akiona message ataingia na yeye hewani, alafu ndo atatukuta kwenye tunakuwa tunafikiria. Hapo ni sawa kabisa. Ndio. Mbele ya kwanza ni vizuri tuongee tulishafahamiana. Ndio. Ingekuwa vizuri tuanze kujitambulisha. Kwa gisi wanalisema Wafaransa ndo wanapenda kusema la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ndio. Kwa hivyo mimi ndo naanza kujitambulisha. Asante sana. Mimi naitwa Chishahayo Emmanuel. Naishi Burundi, exactement Bujumbura. Niko umoja katika ya watu walemavu. Na tuko tunafanya kazi tuangalie gisi mtu anaweza kapandisha hali ya kimaisha ya walemavu. Ndio. Kwa hivi naweza nikasema kama yani kujitambulisha ni hivyo. Sijui tuanze na mama na yeye atuambie. Ndio. Jambo wanduku. Jambo. Mimi naitwa Mama Esperance. Mimi niko Mkongomani. Na nilikuwa Australia kuna naya miaka 16 sasa. Ndio. Sasa mimi nilitoka Kongo na nilifundaka masomo ya walemavu kwa interna, nikamaliza nikajifunza kazi ya kushona. Njo kazi mina nafanyaka ya kushona, lakini niko na vitu mingi vinyewe vile nikuwaka mwakili ya kufanya namna gani ya kusaidia wengine kwa ndugu zetu. Naisha mbele pale. Asante sana. Nafikiri muda hivi ni muda wa Papa Fidel. Ndio, mimi nashukuru sana kwa kunipatia muda wa kutambulisha mbele ya kuanza hii mazungumzo yetu. Mimi jina langu ni Fidel Musiri. Niko baba anayetembea na ulemavu, niko Burundi. Yani niko hapa Malawi. Malawi nilipomalizaga miaka 11 nikakuja huku na resettlement hapa Australia. Niko mu state ya Victoria. Ndio, na mimi kazi yangu ni kutetea haki ya watu wanaotembea na ulemavu. Hiyo ndo kazi yangu, ndio mimi nisomea masomo. Nikaona ni vema niendeleshe kuwa activist wa hiyo kazi ya kutetea wenzangu wanaotembea na ulemavu. Asante sana. Haya, nashukuru sana. Sasa mada ya leo nilikuwa nataka tuongelee kuhusu, tutizame kweli tunaona kijamii kwenye tunavyoishi wanachukua walemavu kivipi? Je, wanaona kama kutembea na ulemavu ni maana yake ya kuwa hauwezi kufanya chochote? Ndo mada ya leo. Kwa hivyo kuna swali moja nilikuwa nataka tuingiemo, tujue hali ya walemavu gisi ilivyo kwenye ndani ya hizi nchi tatu. Mimi nimesema kama niko Burundi, nyinyi wawili mmeshasema kama mko Australia, lakini hamko mu state moja. Maana yake kila mtu anaweza katuambia hali ya walemavu. Yani nataka kusema hivi, swali ya kwanza, walemavu kwenye tupo mnaona wanaoishi aje? Kivipi?
Nikianza kusema hali ya hapa Burundi, ukiangalia hali ya walemavu sio hali nzuri. Sio hali nzuri kwa sababu ukitizama gisi Afrika ilivyo, naweza nikasema kama governments hawajali sana maisha ya walemavu. Yani wanafikiri kama walemavu hawapo. Ukiangalia gisi wanavyoendesha serikali, unajikuta wewe kama ni mlemavu unajikuta umesahaulika kabisa. Kwa hiyo naweza nikatoa mfano, tuseme hapa Burundi, ukiangalia hakuna masomo, hakuna shule maalum za walemavu, isipokuwa shule za kujifunza kazi, lakini ya kielimu ya kawaida hamna kabisa. Tukiangalia gisi wakitaka kwenda hospitali, na ukitizama majengo ya mahospitali, unakuta mlemavu kweli hali yake kusema ingie kuonana na dokta, kwa sababu unakuta kuna zile kwa Kifaransa wanaitwa maeskalier, kusema zipande ni mlemavu vitakuwa vigumu. Kwa hiyo kwa uchache naweza nikasema kama hali ya walemavu, ukiangalia hata kwenye uchumi wa walemavu ni uchumi uko chini sana. Uchumi uko chini, yani wamaskini wenye unaweza kusema kama ni maskini kabisa. Ukija utamkuta Burundi utakuta ni mtu mlemavu. Kwa hivyo kwa uchache naweza nikasema kama hali ya walemavu Burundi sio hali nzuri hata kidogo. Sio hali nzuri. Sijui Mama Esperance, hiyo uko hali ikoje? Unauliza juu hapa Australia? Ndiyo. Hapa Australia walemavu weko na washughulikia kwa government. Unaona government iko naangalia mambo ya walemavu, inaendelea wewe mlemavu tu uyue madroa yako, uyue madroa yako, msaada gani unaweza kupata nini. Hapa Australia wanatengeneza vizuri sana kwa ajili ya walemavu. Hasa shida ile mimi kunayo zaidi walemavu, tena wale beko kule kwetu Kongo, beko banateseka sana. Kama huku mlemavu hauna na roho nguvu, hauwezi kuishi maisha mazuri. Hapana, kuko walemavu wengine weko wanateseka sana kwabo mbele, beko banabateswa abaone na valeur hata kidogo, kwa sababu tu juu ni walemavu. No. Kuku mwingine wanamupikaka, huku mule Lubumbashi mule wanamupikaka, beko na mutesa. Huku naangalia anaweza mlemavu yake havuna hata wa kupita, lakini juu ashina na kazi, ashende kwa masomo, ashina na nini, naishi maisha ya kuteseka. Walemavu wengine wanazaa watoto, mtoto na baba. Unakuta mlemavu batoto hata 4 bababa bakwachana, wale bote wanesha muachilia. Sasa utaona batoto wale kama wanakomala, beko bana contribute kwa societe. Tunaona kama ni mtoto mwanamke, unaona banamuoa na yeye anaenda kule, anaenda kuzala, ule anafanya ile kazi ya kumzala ule mtoto ni mlemavu. Donc mimi unalia sana juu ya valeur ya walemavu. Sasa namna gani si bali tusha kutoka tunaweza kutumika hako na government ya kule kwetu, kwanza kufanya kwa tama donation, kwanza kuona kuna namna gani ya kusafiri kufika kule sur place, kuona bakubwa. Sisi tunaangalia nyema msaada ile kunaonekana kuyenga kutuma bintu juu ya walemavu, kufanya kwa kitu juu ya walemavu, na bo gouvernement iko inaangalia kisi beko nafanya mainchi ya Ulaya. Mimi siwe kama tukiunga mawazo pamoja
tunaweza kuya sasa sisi njo tukunasimamia bale mambo ya inahusu balemavu. Kama kuko kitu Burundi tunaenda, kama kuko kitu Kongo tunaenda. No. Hasa na balida bengine babalemavu bamule mu Afrika, kama ni Burundi kama ni Kongo, wanaweza kubapa na boki bali wanakuya huku kwa Australia, tunafanya maseminare, tunajifunza pamoja namna gani tunaweza kusaidia walemavu juu ya development. Ndio mawazo yangu. Hasa tukichanga mawazo pamoja, mimi siwe kama tunaweza kufanya juu ya kusema tujipatie na si kazi. Unaona? Hatutaikala tu juu ya kusema government ya umu iko netuangalia, atukose chakula, atukose mavazi, tunaikala tu hivi. Mungu anapenda tufanye kitu. Hata kile kitu tunaendelea tujitafutishe sasa, tuchange mawazo pamoja, ndio tujipatie kazi sisi, tuanze kazi sasa. Na mimi nawaza watatukubali, watatusikia. Sisi tunaweza kusimamia wale walemavu wengine, kusema hapa wafasha wale walemavu wengine. Yushi ndio tunayua shida ya walemavu. Hatuwezi kuikala tu juu tuko na maisha mzuri, juu tuko Australia, lakini tuko na susite na wandugu wetu pia na kujipatia kwa kazi. Humu kama unafuatilia, unaweza tukikala kwa nyumba yako, unaangalia TV, unaenda huku, hata ufanye kazi. Hasa si atupende vile, tunapenda kusimamia wandugu wetu na wao wakoe na maisha mzuri. Hasa tuunge mawazo pamoja, tunaweza kubifanya jua kusema tujipatie kazi, tuanze kusafiri. Tunaenda huku. Ndio mawazo yangu. Asante sana. Kama hakuna wakati ya kusafiri, tunaweza kuconnect hata na bandu kwetu bali biko sur place, tukunaona gisi kazi kunafanika. Kama wakati nene, tunasafiri kwa hata mara 2 kwa mwaka wala mara 3 kama kunaweza kuwa na muda. Ole ya batu bengine wanze kupatia kazi pa sisi, na sisi na si walemavu na sisi tukubeziwa na ile kazi. Asante sana. Asante sana. Sijui Papa Fidel na yeye anaweza katuambia hali ya walemavu gisi ilivyo huko kwa dakika chache, kwa sababu yani mkutano tumo ni wa dakika 30. Ingekuwa vizuri tutumie vizuri muda kwa hizi dakika 30, tuongee vitu vya maana, kwa sababu nasikia kwa mawazo unamaliza kutoa ni mawazo mazuri sana. Naona kama tutafika kulengo moja kabisa, kwa sababu lengo ni moja, lazima tutaongea kitu cha kufanya. Papa Fideli, tuambie kwanza hali ya walemavu jinsi ilivyo huko. Ndio, asante sana kwa swali, lakini mimi nitaanzia kwanza mahali nilipotokea. Wewe umeshasema Burundi, umeshasema shida za walemavu, na Mama Esperance pia ameshasema hali za walemavu Kongo, pia na hapa Australia. Acha na mimi niseme kidogo kule Malawi kwenye nilipokuwa kwenye inchi, kwenye kambini mahali utakutana walemavu wanabaguliwa zaidi. Unaweza kuwa uko mlemavu unakimbia vita kwenye inchi yako, alafu unaishi kwenye kambini miaka kadhaa, wewe ndio unatunza familia yako, lakini government UNHCR haikujali. Unamaliza miaka kadhaa, miaka 10, miaka 9, 11 uko kambini unasumbuka. Ujiwaze wewe uko mtu unakimbia nchi yako kwa matatizo na uko mlemavu, alafu pia unaenda kuishi kwenye kambini, unaendelea kuishi mshida, alafu wanakuambia eti kwenda Bulaya ni mpaka kriteria. Sasa kriteria sasa ni nini, wakati kriteria ya kwanza ni wewe, ni ulemavu wa kwako? Sasa watu wengi wanasumbukia kule, hata kufa watu wako wanakufia kule kambini kwa mingi sana, kwa sababu ya maisha mabaya. Ndio maana nasema kwamba kwa kweli hii hali ya walemavu hasa Afrika sio nzuri, sio nzuri kabisa, ni mbaya. Wanabaguliwa kwenye society, wanabaguliwa. Hata government yenyewe watetee inawabagua,
Hata UNHCR na inabagua, maana yake wako hewani, hawana wa kuwatetea. Ndio kitu naweza kusema kabisa, hicho kitu kibaya sana. Sasa huko napo labda sijui, huko nipo kabisa, hali kabisa ni nzuri. Huku kabisa hali ya walemavu, tunakuwa na shirika wanaoita NDIS, National Disability Insurance Scheme, manake ndio yenye ya kuchunga maisha walemavu. Mlemavu wanamtetea mzuri sana. Mlemavu wanampatia kazi, wanamfundisha kwamba kama hujapata hiyo kazi, government inakupokeza hela. Alafu baadaye sasa kuna kwa ingine budget ya kwako sasa pembeni ya maisha yako. Watu watakutumikia, wanakutumikia kazi yote munyumba, wanakuja kukoropa nyumba yako, wanakuja kufanya kile kitu nyumba yako, majani nyumba nje. Ukipenda kutembea gari na kuja kutembeza sehemu yote unapenda. Ukipenda kutembeza gari na wewe, government inakulipia franga ujifunze gari na igeuze na miguu acceleration iwe mikononi mwako. Manake maisha ya mlemavu Australia kabisa ni maisha mazuri zaidi. Asante sana. Asante sana. Nasikia hali ni tofauti. Kwa maneno machache naweza nikasema kama hali ya Afrika na hali ya Ulaya au Australia ni tofauti kabisa na hali ya huko Burundi. Swali ya pili naweza nikauliza hivi: kuna program maalum serikali inayo kuhusu watu walemavu? Kuna program serikali imeandaa kuhusu walemavu? Kama hapa Burundi ukiangalia, hakuna programa maalum, hakuna programa kabisa. Yani vitu vyote wanakamata tu ni kwa jumla ya walaia wote wa Burundi, lakini unaona mtu mlemavu ni mtu ana tatizo zake kibinafsi, zinaendana na maisha yake na uwezo wake. Sasa hizo tatizo ndo sasa government haitaki kuingia ndani ya tatizo hizo, na wakiamrisha, wakitoa amri, wanasema watu mtafanya hivi na hivi, hawatizame hali ya walemavu. Hakuna ka clause kadogo katakuja kaseneti sasa lakini hata kama watafanya hivi hali walemavu watafanya hivi. Wanasema tu ni kwa jumla. Maana yake naweza nikasema hakuna kitu hataiki serikali inaandaa kwa watu walemavu hapa Burundi. Sijui nyinyi huko, nimeshasikia kama kuna vitu wanakuwa wanasaidia walemavu kabisa. Nimesikia kama serikali inajitahidi kwa hali yoyote kusaidia walemavu. Je, nataka niwaulize, huko mnaona walemavu wanafikiria shule kawaida? Yani kusoma kwa walemavu haiwasumbui? Government imetengeneza shule za walemavu, wikoje hali ya kusoma, hali ya kutoa ujinga kwa watu walemavu? Huko kuna programa gani? Mnaona binapangiliwa, mpangilio ikoje? Mama Esperance. Huku mambo ya shule ya walemavu ni jinsi mlemavu yeye atapenda kufunza. Unaona, kuku walemavu wale kunafunza wanaenda na ku university. Ndio maana maisha huku kisi wanatengeneza ndio viku vinetuwazisha sana kwa ajili ya kwetu. Mlemavu huku ukipenda kufunza masomo utafunza, unaenda na ku university unafanya vyote.
kungambo ya masomo. Walemavu maisha yao government inatengeneza mzuri sana. Kungambo ya shule hakuna shida, hakuna kukataliwa wala ni mlemavu. Kuku balemavu bale weko natumika weko mumabiro kwa sababu walifunda masomo. Eko tumukinga yake kwa mubiro, bana mheshimia pa ile kazi yake na bana mulipa mzuri. No. Kungambo ya huko ya masomo. Sawa. Papa Fidel, vikoje huko? Na mimi namuunga mkono Mama Esperance. Kwa kweli nchi ya Australia, kwa kweli nashukuru Mungu, tena Mungu awabariki sana. Australia mahali upo, kama anatusikia kabisa, Mungu aendelee kuchunga nchi kabisa. Inajali maisha ya watu wanaotembea na ulemavu. Maana yake hakuna masomo ya walemavu tu, kwa sababu itakuwa ni exclusion. Wanamia ku inclusion, wanapenda nao wajisikie kwamba ni watu kama wengine. Maana yake wanapenda kuwatia pamoja na wengine, lakini sasa support ya ulemavu inakuwa 100%. Kama uko mtu unatembea na ulemavu, wakati wewe unakuwa na wheelchair wala children wala kapusi, ni lazima kuwe mtu analipwa na government wa kusukuma, wa kutembeza. Kama hauna hiyo children wanakupatia kagali wala taxi card. Taxi unapenda. Manake njia za mlemavu huku zimeandaliwa. Sasa utasoma ukipenda masomo yote unapenda, yote unapenda tu, muda yote utasoma muda wote. Kwa mfano kama mimi tangu nikuje niendelea vitu ya community service, na hivi niko mlikuwa ya kumaanisha nini? Banaendelea kusupport mlemavu ili na yeye awe independent maishani mwake. Kwa kweli hapo nasema kwamba hakuna shida kwa kitu kwa ajili ya masomo kwa walemavu. Government itakusupport muda yote na saa yote. Asante sana. Sasa kwa jinsi niko nasikia vitu huko ni vizuri sana. Je, mnaweza mkasema na swali kadogo, swali ndogo, mnaweza mkasema kama huko mkiangalia hali ya huko, mlemavu akisaidiwa kwenda shuleni, mnaona kama naweza kasaidia nchi hata familia yake? Ndo kaswali kadogo, na yeye ana uwezo wa kusaidia wengine. Musiri Champion TV, you are my champion.